Barikiwe. Yana matumaini kwamba nyote ni wazima. Tunamshukuru Mungu tena maana tunaendelea na ile jambo la gospel discussion. Samahani sana maana sauti yangu haiko vizuri, lakini inatubidi tuongee au inatubidi tufanye kile ambacho tunafanya. Leo nina kitu ambacho nataka tukiongee, ambacho ni hili jambo la gospel discussion tunaendelea nayo. Na leo kuna wimbo ambao natamani twende tukauongelee. Tuongee ule ujumbe ambao uko ndani ya wimbo ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Wimbo huo unaitwa Moyo Unauma. Ni watu ambao ni kwaya ya kambi ndio wanaimba. Ni kwaya ya Mitonde, sijui kama ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutaongelea kwa machache sana, sitakuwa mrefu sana. Tutaongea kadiri ya vile ambavyo Mungu atakwenda kutaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio, karibu kwenye wimbo wetu. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyokwenda kusema, tunakwenda kuongelea wimbo ambao unasema moyo unauma. Moyo unauma. Kama tulivyomsikia mtumaji hapa, alianza kusema kwamba alianza kumsifia kwanza Mungu akisema kwamba El Shaddai, ni nani wa kupingana na wewe? Ni nani wa kulingana na wewe? Yaani ni nani labda hata kupinga sauti yako? Mungu, hakuna mtu ambaye anaweza kupinga sauti yake, au hakuna ambaye mtu anaweza kupinga kitu cha kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na nchi, ndiye aliyeumba watu wake, ndiye aliyeumba kila kitu kilichopo duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba eti dunia na vitu vyote vilivyomo ni mali ya Bwana. Ndivyo ilivyo. Vitu vyote vilivyomo katika dunia hii ni vitu ambavyo Mungu aliviumba. Ni vitu ambavyo vimetengenezwa na Mungu. Hata wewe mwanadamu umetengenezwa kwa mfano wa Mungu. Uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwimbaji akasema kwamba eti Yona alijaribu kupinga sauti yako na wengine walijaribu kupinga sauti yako, lakini walishindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu ambaye anaweza kupingana na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye muumbaji wa kila kitu. Yaani Mungu ndiye mwanzilishi wa kila kitu kilichomo duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. So hakuna kitu ambacho wewe mwanadamu au mtu yoyote ule unaweza ukakifanya kupingana na Mungu, au kutaka kukifanya kuharibu kazi ya Mungu, au kufanya chochote kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwimbaji akaendelea kuimba akisema kwamba eti kanisa lako la haribika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo nataka kumaanisha kwamba watu ambao wako kanisani yawezekana ni watu ambao labda wanaharibu kanisa la Mungu, japokuwa tujasikia yote, lakini kwa mujibu ambavyo anavyoimba anakuja kuelezea kwamba eti kanisa lake limeharibika. Tutakwenda kuona kanisa lake limeharibika kiasi gani na kitu gani labda ambacho kimefanya kanisa liharibike. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee kwanza kusikiliza wimbo. Amen. Mwimbaji anaendelea kuimba akisema kwamba eti kanisa lako linaharibika.
kanisa lako linazidi, kanisa limezidiwa, tuseme kiufupi. Kanisa linazidi kuharibika. Kitu ambacho yawezekana kinaharibu kanisa, sio kwamba yawezekana, kitu ambacho kinaharibu kanisa za leo au za sasa ni dhambi ndizo zinazoharibu kanisa za sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ni uasi. Na dhambi kama ni uasi, na uasi ambao unatendeka kanisani ndio unaoharibu kanisa la Mungu. Kwa sasa hivi kanisa limeharibika. Sura ya kanisa imepotea, ni kwa sababu maasi yameingia kanisani. Dhambi imetawala kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani kanisa limeingia duniani na dunia imeingia katika kanisa. Yani ukiona watu wa dunia utafikiri yani watu wa dunia yani hawana tofauti na watu ambao wako kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwimbaji akasema kwamba tetea wana wako Baba, maana kanisa limeharibika. Bwana Yesu atusaidie sana. Kanisa limeharibika na maovu. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuendelee kwanza kusikia wimbo afu tutaongea kwa kubwa zaidi. Mwimbaji anaendelea kuimba akisema kwamba eti gharama kulinunua kanisa ni kubwa sana. Gharama ambayo Yesu alitumia kuinunua kanisa ilikuwa ni kubwa sana. Lakini kwa sasa watu ambao Mungu aliwanunua kwa damu yake mwenyewe wameanza kumuasi. Watu ambao aliwanunua kwa mapenzi yake mwenyewe wameanza kumuasi. Ndio wameanza kupigania vyeo, wameanza kupigania madaraka, kwa sababu wanataka, kila mtu anataka awe mchungaji awezekana. Kila mtu anataka awe mwalimu, kila mtu anataka awe shemashe, awe hivi. Wameanza kugombania kanisa. Pahali ya kuliongoza kanisa lipate kufikiria toba au wapate kufika mbinguni, wapate kuongoza ili wapate kufikiria mwisho wa safari, wao wameanza kupigania vyeo, wameanza kupigania vitu vingine. Yani maasi kiufupi yameingia kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwimbaji anasema kwamba eti gharama ya kununua kanisa ni kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu anapoona kwamba watu ambao waliowanunua kwa damu yake mwenyewe wanamwasi, moyo wake unauma. Wake unauma. Ni kama wewe ambavyo unaweza fanyiwa, unakinunua kitu alafu hicho kitu yawezekana labda ulikinunua kwa thamani kubwa, hicho kitu kimeibiwa au kitu kimepotea. Of course utajisikia vibaya, utajisikia machungu ambayo labda hayawezi kukoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kwanza tusome kitabu cha Isaya 53:3 mpaka 5. Hapa tutaenda kusikia jinsi maneno ya Mungu inavyosema. Nitaendelea mpaka 6. Tusome tusikie ambavyo maneno ya Mungu inasema. Inasema hivi Isaya 53:3 mpaka 6 inasema, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuayo sikitiko, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabia kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alisulubiwa kwa maovu yetu, aliadhibiwa. Adhabu ya amana yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka sana tufocus sana kwa hii hapa ya 5 ambavyo inasema kwamba eti bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona. Yani amani yetu, furaha yetu ilikuwa juu yake. Yani yeye angepigwa kwa sababu ya kanisa, atungelipona. Yeye angeamua kufa kwa sababu ya kanisa, atungelikuwa hapa ambako tuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mwimbaji anaimba kwamba gharama ya kununua kanisa ni kubwa sana. Gharama kununua kanisa ni kubwa sana. Ili mlazimu kutoa maisha yake ili sisi tupate kupona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee kusikia wimbo wetu. Amen.
Mwimbaji anaendelea kuimba akisema kwamba eti moyo unauma. Yeye aliposhuka hapa, au tuseme alipoumbwa, aliposhuka hapa chini ya nchi, au labda tuseme alipoishi hapa duniani, alikuja kujifunza kwamba maumivu ya moyo jinsi inavyokuaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaimba kwamba eti moyo unauma ambaye unayempenda akikusaliti. Yani tuseme kwa mfano mtu ambaye wewe unampenda, tuseme boyfriend wako au mume wako au mtu ambaye ni rafiki yako wa karibu ambao tunaita sisi kwetu my best friend, akikusaliti kwa kitu chochote kile, lazima moyo wako utauma, lazima utaumia, utakuwa na maumivu ambayo yasio na kikomo, kwa sababu ni mtu labda ambao ulimwamini, ulimwambia mambo mengi, ulimpatia siri nyingi ambazo zilikuwa ni zako, lakini ghafla tu anakusaliti, ghafla tu anaenda kuambia mtu mwingine vitu vyako. Lazima moyo wako utauma, kwa sababu mtu ambao unampenda amekusaliti. Mtu ambao ulimuona labda wa samani, ulimuona kwamba ni mtu ambaye huyu tutashikana naye, huyu tutambatana naye katika safari zote, lakini amekuasi. Lazima moyo wako utauma. Ndivyo ilivyo kwa Mungu pia, ilivyo kwa Yesu pia. Yesu alikuja hapa duniani akakuja kuchukua mizigo yetu, kama Biblia ilivyotuambia katika Isaya kwamba eti alijeruhiwa kwa sababu ya makosa yetu. Yeye ndiye, yani adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yetu. Yani amani ambayo sisi tuko nayo kwa sasa ilikuwa juu yake. Furaha ambayo iko kwake, furaha ambayo tuko nayo kwa sasa iko juu yake yeye Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunapomsaliti lazima moyo wake utauma, lazima atajisikia vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unayempenda akikusaliti lazima moyo wako utauma. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye labda unamwamini akikusaliti, mtu yoyote ule ambaye ni wa karibu yako, ikiwa ni rafiki, haiwezekani bosi ndani yako, akikusaliti lazima moyo wako utauma. Ndivyo ilivyo kwa Yesu pia. Unapotenda dhambi unakuwa unafanya usaliti. Unapofanya dhambi unakuwa unamsaliti, unakuwa unasaliti amri zake, unakuwa unamkata, yani unakuwa unatoka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulikuwa rafiki yake, unapotenda dhambi unakuwa unamsaliti Yesu, naye moyo unakuwa unauma. Tena unauma sana kabisa, kwa sababu yeye alijeruhiwa kwa sababu yetu, alipigwa kwa sababu ya makosa yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo unauma sana mtu ambao unayempenda kikusaliti. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mwenyewe uko shahidi wa maisha yako. Wewe mwenyewe unajua kwamba una rafiki yako, labda ulikuwa na rafiki yako au boyfriend yako ambaye labda ulimpenda sana, ukamwamini sana, lakini mwisho wa siku akakuja akakusaliti. Wewe mwenyewe unajua jinsi ambavyo ulivyoumia, lakini siko huko. Ninasemea kwa njia ya Yesu, nasemea kwa Yesu. Yesu unapomsaliti au unapofanya dhambi, moyo wake unauma sana, naumia sana kuliko ambavyo labda hata wewe unavyoumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hata Biblia inatuambia kwamba tusimhuzunishe roho, kwa sababu tunapomhuzunisha, tunapotenda dhambi, tunakuwa tunamhuzunisha Mungu anayekaa ndani yetu, anakuwa anaumia vile ambavyo tunavyofanya mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tunaendelea na wimbo wetu. Ya samanini kidogo, simu yangu ilikuwa imezima hapa. Mwimbaji anaendelea kuimba akisema kwamba moyo unauma unayempenda akikusaliti. Moyo unauma kweli, na wewe mwenyewe uko shahidi kama nilivyosema. Usifurahi kumfanyia mwenzako kitu ambacho wewe hauwezi taka ukifanyiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho mimi nasemaga kwamba sipendi kufanywa, sipendagi kukifanyiana. Bwana Yesu asifiwe sana. So na wewe kitu ambacho unaona kwamba hiki mimi sipendagi kufanywa, yani mimi sipendagi kufanywa hiki, hata na wewe kukifanyiana, hivyo ambavyo unavyomsumbua Yesu, unavyomuumiza Yesu, unakuta unamsumbua Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamsumbua kiasi gani? Unamsumbua kiaje? Vile ambavyo unavyofanya dhambi, unakuwa unamsumbua Yesu, unakuwa unamfanya moyo wake unauma, unakuwa unamuumiza, yeye anakuwa anaumia kule, kwa sababu yeye ndiye aliyechukua huzuni yako, yeye ndiye aliyechukua mahangaiko yako, aliyechukua kila kitu kwa sababu wewe upate kupona. So unapomsaliti, unapoenda kinyume na mapenzi yake, anaumia, anajisikia vibaya yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila ambacho hawezi taka wewe ufanywe na usikifanyiani, ukijua kwamba mimi sipendaki kufanywa hivi, na usifanyiani. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio mwimbaji anaendelea kuimba.
Moyo unauma sana pale ambapo mtu ambaye unayempenda akikusaliti, mtu ambaye unayempenda au unayemwamini, mtu ambaye labda ulimpenda sana, ulimchukulia sana yani wa thamani, anapokusaliti lazima moyo utauma. Unapomwambia, tuseme kwa mfano unamwambia kitu chako na yeye anaenda kukitoa sehemu nyingine, lazima kitauma. Bwana Yesu atusaidie sana. Kila ambacho hauwezi penda kufanyiwa usikifanyiani. Bwana Yesu atusaidie sana. Nilivyosema kwamba eti dhambi ni uasi, na mwisho wa dhambi, mwisho wake ni mauti. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwisho wa dhambi ni mauti. Yaani ukiendelea kutenda dhambi, mwisho utakuja kufa. Yaani mwisho utakuja kuwa ni mauti. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama ambavyo mwimbaji aliimba akasema kwamba eti kwenye maono Yohana aliona mbingu zikifunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaona mbingu zikifunguka, akaona sehemu ambao watakaokaa watakatifu wote ambao waliojeruhiwa kwa sababu ya Yesu, wote ambao waliokubali kuteseka kwa sababu ya Yesu, wote ambao waliishi kwa upendo, wote ambao waliishi kwa kufuata mambo ya roho. Bwana Yesu atusaidie sana. Wote ambao waliolitii ile kweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Wote ambao waliishi kwa kumfurahisha Mungu. Maana unapofanya dhambi unakuwa unamchukiza Mungu, unakuwa yani unamfanya Mungu anakuwa anaumia ndani yake. Bwana Yesu atusaidie sana. So hapo ambapo Yohana aliona ni mahali ambapo watakatifu watakaokaa, lakini mahali ambapo pengine ambako alikuja akasema mwimbaji kwamba akaona kwamba jehanamu ambao ni kwa watu ambao wanaosengenya, ni kwa watu ambao wanaofanya mabaya. Yani kila ubaya, kila namna ambao unajua labda unafanya ubaya, unafanya nini, ujue kwako ni jehanamu. Wewe ambao unajua kwamba mimi nafanya vinaiba, mimi namsaliti Yesu, mimi namfanyia hivi, natukanana, nasengenya, napigana. Bwana Yesu atusaidie sana. Jua kwako ni jehanamu. Bwana Yesu atusaidie sana. Moyo unauma, mtu ambao unampenda akikusaliti moyo unauma. Bwana Yesu atusaidie sana. Unapotenda dhambi unakuwa unamsaliti Kristo. Unapofanya mabaya unakuwa unamsaliti Mungu. So ukiendelea kumsaliti Mungu, kama usipotubu, lazima kwako kutakuwa jehanamu, kama alivyoomba mwimbaji eti kwenye ziwa la moto liwakalo milele. Wasengenyaji wote ambao wanamkana Yesu, wote ambao wanamkataa, kwao ni jehanamu. Yesu Kristo asifiwe sana. Tuendelee kusikia wimbo wetu. Jehanamu hakuwekewa kwako wewe mtu wa Mungu, wewe ambaye Mungu alikubali kujeruhiwa kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yerusalemu ndiko kunako kustahili. Jehanamu ni kwa wale waliotenda maovu, wale ambao wanaendelea kwa kufanya maovu. Lakini Mungu atamani wewe upate kwenda jehanamu. Mungu anatamani wewe uingie katika Yerusalemu mpya. Mungu atamani wewe uingie katika jehanamu. Jehanamu ni kwa wale ambao, yani jehanamu ilikuwa ya huyo shetani. Ilikuwa tu ya huyo mtu ambaye anaitwa shetani, haikuwa yako mwanadamu. Lakini kwa kwenda jehanamu ni kujitakia kwako wewe, ni kuchagua kwako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maamuzi yako mikononi mwako. Wewe ukiamua leo hivi, ukiamua kuishi maisha matakatifu, utaingia katika Yerusalemu mpya. Lakini ukiamua kuishi katika dhambi, utaenda jehanamu kwa ambako kuna waka moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubali uzima ili upate kuishi milele. Bwana Yesu atusaidie sana. Kitu ambacho ulicho nacho hakitakufikisha popote. Ikiwa ni magari, ikiwa ni nini, ikiwa ni nyumba, haitakufikisha popote. Mwisho wa mambo yote ni kuteketea. Ndio maana Biblia inasema kwamba eti dunia na vitu vyote vitakunjwa kama vile karatasi na vitatupwa katika jehanamu, vitatupwa
katika ndani la moto. Bwana Yesu asifiwe sana. So kitu ambacho naweza nikakushauri ndugu yangu katika Kristo ni kwamba pata kumfuata Yesu Kristo, pata kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana wa Mwokozi wa maisha yako ili upate kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndiye mwangalizi wa roho zetu. Ukitaka kupona lazima umkubali yeye. Lazima uache kumkwaza. Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima uachane na mabaya, uache dhambi, uache kila ambacho unaona kwamba hiki hapana kinamuumiza huyu Mungu wangu, kinamuhuzunisha huyu Yesu Kristo wangu. Pata kukiacha. Maana unapofanya dhambi unakuwa unamuumiza, moyo wake unakuwa unalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yeye ndiye aliyechukua madhaifu yako, yeye ndiye aliyechukua nani vitu vyote ambavyo ulikuwa unastahili wewe kufanyiwa. Ulikuwa unastahili kufa wewe, ulikuwa unastahili kufa kabisa, unapotenda dhambi unakufa. Lakini yeye aliona hapana, akaamua kuja kujitoa kwa sababu yako. So ukitaka kupona, ukitaka kuwa na uzima wa milele, ukitaka kuingia katika hiyo Yerusalemu mpya ambayo Yohana aliona, lazima ukubali kuacha kila dhambi. Lazima ukubali kuacha kumuumiza Yesu Kristo. Uvue uongo, uvue ulevi, uvue uasherati, uvue kila ambacho ni kila namna uovu. Lazima uvue kwanza, ndipo utakapoingia katika Yerusalemu mpya. Maana Yerusalemu mpya kuingii watu na mizigo, wasengenyaji wote waingii, watu ambao wanapigania madaraka kile nako kucha, wanapigania madaraka kuliko kupigania ufalme wa mbinguni, hawataingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kuingia katika hiyo Yerusalemu mpya, lazima mkubali Yesu Kristo kuwa Bwana wa Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho kinaweza kukuponya katika hiyo jehanamu, yani kitu ambacho kinaweza kukufanya ukose, yani kitakacho kukuponya kutokuingia katika hiyo jehanamu ni kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akubariki. Huo ndio ulikuwa mwisho wa wimbo wetu.